Watoto wanatukana watu kwa mitandao. Hata mimi nikifungua my WhatsApp, my groups ambazo niko pale, for every 2 comments, every 10 comments, 8 of them ni matusi. Wanatukana vibaya sana. That one needs to change. They have been abducted, kidnapped, then they show up. All out of political expediency. If anybody alleges that they have been kidnapped, abducted, and they are not, they should also be arrested and charged for misuse of their computers and cybercrime. And I say this is a very heavy heart for a leader to stand here and tell you kwamba people are abducting themselves and they're killing themselves. I think it's unfortunate. It's not for these hallowed grounds. Our children are getting lost. They're being abducted. Wengine wanauawa. That's the position. We should not cover up the basic truth. That's why Rais mwenyewe amesema kwamba utasimamisha hii maneno. Tunataka mambo ya abduction ifanye nini? Ikwishe tu. Because this Kenya is enough for us. Watoto wanatukana watu kwa mitandao. Hata mimi nikifungua my WhatsApp, my groups ambazo niko pale, for every 2 comments, every 10 comments, 8 of them ni matusi. Wanatukana vibaya sana. That one needs to change. But if it can't change, people should not be killed because of that. Ama kuwa abducted because of that. Hapana. It's not enough. You Governor Natembeya, you are Commissioner the other day when hundreds of people were kidnapped, abducted and killed in Kerio Valley na wakatupwa mili yao hapa River Yala, wewe ukiwa Regional Commissioner Rift Valley. Kwani siku hiyo haukujua maisha ya wananchi ni maisha? Situambiane ukweli jameni? Tuambiane ukweli, tusiambiane. Sababu siasa mnazofanya, Governor Natembeya, nikwambie leo mchana dhahiri, siasa mnazofanya za kugawa watu kwa misingi ya ukabila, mambo hizo siasa zimekoma na hautafaulu nazo. Yule aliyekuwa kiongozi wako wa siasa za ukabila, aliyekuwa naibu wa rais, huyo ndiye mwenye kupanga mambo ya abductions ili awekelee huyu William Ruto. Tunawajua, tunawaona mchana, tutawatangaza mchana hadharani. Na usifikirie unaweza kutuuzia uoga hapa sisi. Wakati muliua watu mkaweka River Yala, you are the Regional Commissioner actions murdering Kenyans. Wewe mwenyewe, shame on you. Shame on you. Huko Nairobi iko kijana amejificha, wakati DCI amesema ako wanted, akajitokeza sasa akasema nitajipeleka na mawakili kwa DCI. But anajificha ili aseme ameabductiwa. I want to ask you Governor Natembeya, you are Commissioner the other day when hundreds of people were kidnapped, abducted and killed in Kerio Valley na wakatupwa mili yao hapa River Yala, wewe ukiwa Regional Commissioner Rift Valley. Kwani siku hiyo haukujua maisha ya wananchi ni maisha? Situambiane ukweli jameni? Tuambiane ukweli, tusiambiane. Sababu siasa mnazofanya, Governor Natembeya, nikwambie leo mchana dhahiri, siasa mnazofanya za kugawa watu kwa misingi ya ukabila, mambo hizo siasa zimekoma na hautafaulu nazo. Yule aliyekuwa kiongozi wako wa siasa za ukabila, aliyekuwa naibu wa rais, huyo ndiye mwenye kupanga mambo ya abductions ili awekelee huyu William Ruto. Tunawajua, tunawaona mchana, tutawatangaza mchana hadharani. Na usifikirie unaweza kutuuzia uoga hapa sisi. Nimeona mwingine huko Nyandarua wanapanga kwa mkutano kama hii wakuja na mtu arushe tear gas. Alafu mwenye amepanga tear gas irushwe, yeye amesimama tu kama askari. Haondokei tear gas sababu anajua ile mpango wamepanga. Ili wazunguke wakichochea wa Kenya kuambia mikutano yetu inavurugwa.
Sasa wewe unavurugiwa mkutano ya watu tatu. Watu tatu hata utahitaji tear gas kuvuruga. Ukiangalia ile mkutano wanafanya mkutano ya MCA ya watu tatu ndio wanasema inavurugwa. Then vile Junet ametuambia unazunguka Kenya mzima ukijaribu kuchochea kabila hii dhidi ya ile ingine. Ukijaribu kuchochea wa Kenya, kuna abductions. Where were you when people and bodies were being dumped in River Tana, River Yala? Miili ya watu wanauawa inadampiwa kwa game parks. Na siku hiyo hukusikia watu wakiongea. Your Excellency, we did challenge the Director of Criminal Investigation the other day with Honorable Junet. Hata kama niliona media wakijaribu kupindua. Lakini tuambie sisi sio watu wa kutishatishwa na maneno ya social media. Andikeni ile yote mnataka kuandika, andika sijui uko na wewe ni bibi ya nani, uko na bibi wangapi, mabibi ni wangu sio wako, wewe tafuta wako. Si ndio? And what we challenge the DCI, Your Excellency, mambo ya watu kuleta matusi kwa social media, kuna sheria. And the government of Kenya has no business abducting anybody on the basis of what you say on social media. If you contravene the law, there is a law, the Misuse of Computers and Cybercrimes Act of 2018, that you can be arrested and charged on. Nobody needs to abduct you. Sababu naona wengine mtu hata anaenda anajifungia kwa Airbnb na mrembo yake. Tiajifiche siku 3 waseme wameabductiwa. Your Excellency, umeona hata iko wabunge. Elected leaders wameenda hapo Nyeri wanapanga ati vile watajificha waseme wamekuwa abducted. Shame on you. And any leader who thinks that you can incite the people of Kenya. Na ndio rais uliona juzi wanapanga jirushie tear gas, kimbia useme mambo ya abduction, ati alafu upange maandamano. You see if you can replicate what you tried to do on June 25th in the attempted coup of June 25th this year. Kana mambo ya abduction tutakomesha, ndio vijana wa Kenya waweze kuishi kwa amani na vile vile wawe na nidhamu na wawe wangwana, tuweze kujenga Kenya tukiwa pamoja. Nimemwambia rafiki yangu huyu Ruto, ile mambo ya vijana kushika hovyo na kupigwa pingo na kuweka mahali na kuteswa ikome kabisa.